Linet dadangu, ni nini kimefanya umdanganye mjomba? Sio kudanganya tu, alikuwa anatoroshwa. Hilo ndo nini? Kwanza nitangulize samahani kwa baba. Naomba unisamehe sana, ila ukweli nilikuwa naenda kwa rafiki yangu ndio sherekea birthday yake leo, hivyo nikajua utanikataza kwenda. Hayo ndo makosa dadangu, haikuwa na haja umdanganye kupitia shangazi. Ungemwona pressure bure huyu. Wakati mwingine tumia njia sahihi ya kufanyia jambo. Nabii, mwambie mdogo wako nakumbuka baba alivyoniambia, mwanangu, kuwa makini na dunia, lakini sikusikia, nikafuata njia yangu. Hey, just a minute, I'll call you. Yeah. Hadithi yako salamu. Mambo Poa. nilikuwa naomba dakika chache tu niweze kuongea na wewe. Fiona, kila nikikutazama yani naona una sifa zote za kuitwa mrembo. Yani macho, rangi, shepu, yani kwa kifupi umekamilika. Yani tofauti yako wewe na malaika ni mbawa tu. Na mimi ndo mwanaume pekee ambaye nimekutunuka. Fiona, nakupenda. Naomba nipatie nafasi kidogo tu nikuonyeshe jinsi ndivyo na mapenzi ya kweli. Sawa, nimekuelewa. Ama wewe ndio uenda chukua virago vyake ama Fiona toto kweli. Nilikupenda kwa moyo wote, lakini mwisho wake ukawa maumivu. Nilikuamini kuliko nafsi yangu. Vipi rafiki yangu, mbona umerudi? Umechelewa ama ndo nafasi ishachukuliwa na wengine? Ni kweli bro, nilikwambia kuna rafiki yangu yani connect kazi, lakini nimeenda nafika njiani akanipigia simu akaniambia mipango imefail kwa. Sasa huyo rafiki yako amekupigia simu ama vipi? Maana haiwezekani. Mmeshajipanga hadi mmepaka. Mimi nikajua safari inaendelea. Tatizo lako wewe mshindani. Wewe nimekwambia huyo amenipigia simu, huyo rafiki yangu mwenye alikuwa ananiconnectia hiyo kazi. Na akaniambia michoro imefeli kwa ndo unapiga kelele kweli. Wewe niache. Nilikupenda kwa moyo wote, lakini mwisho wake ukawa maumivu. Nilikuamini kuliko nafsi yangu, nikakupa moyo bila masharti yangu. Kila nilichofanya ni kukupenda wewe. Yaani wewe kila mahali upo tu. Haya, niambie na usiniletee hizo ngonjera zako. Fiona, kwanza ulinunua shingapi huo mkoba? Nataka nikulipie, maana umekupendeza kweli. Nimekwambia nahitaji kulipa. We, usiniletee hizo.
Ni sawa. Sasa mbona ile siku ukaondoka haraka sana, na jibu lako liliniacha na maswali kweli kichwani mwangu. Kama una jipya uniambie na kusikiliza, lakini kama ni hizo ngonjera zako niruhusu tu niondoke. Fiona, kwani mimi nina kasoro gani? Mbona kama pesa ninayo tu ya kutosha, na kama ni afya pia niko sawa. Baada ya hayo yote sihitaji chochote kutoka kwako, na yule uliyemtuma ndio ninayompenda, ila sio wewe. Upo yaani, ina maana Kimuiwala na pesa zangu. Je, kosa langu ni kukupenda au kukuamini bila mipaka? Nilitoa kila kitu nilichokuwa nacho. Ukweli una njia yake ya kutoka, na kama yalosemwa yana mwelekeo, basi ujue umedanganya. Kama shida ilikuwa ni kwenda kwa sherehe ya rafiki yake, sahihi inafaa awe ako sawa, lakini bado hali inakuwa ngumu. Kweli kuishi na watoto wetu wa kike hiyo kazi. Bado na kazi rafiki yangu, hapo inabidi uwe mwangalifu. Usipochunga utakuta umepoteza fee yako college. Kwa hiyo Ngumbaru, msingi na sekondari nifanyeje? Research iendelee. Linet, hivyo watakaje wewe? Haiwezekani. Mimi napambana kila kona, kila pande, yaani kuhakikisha mambo yasiwe magumu, alafu wewe ndo kwanza hujali. Hivyo watakaje wewe? sio hivyo Afidhi. Sikufaulu ulichonielekeza, niliambulia tu kushikwa na kupokewa. Nipe time basi nikueleze. Unanieleza nini sasa hapa? Yaani unachotaka kunieleza wewe ni kitu gani? Kama umenifanya tayari boya, mimi nasubiri nakaa kama bonzo fulani hivi asijelewa na kusubiri mpaka nimedanganya rafiki yangu. Nimedanganya rafiki yangu, alafu wewe unanifanya tu mimi boya, yani sikuelewi yani. Wewe vipi wewe? Mimi nimekueleza, jaribu basi kunielewa. Pia mimi nimechoka na hii hali, natamani iishe, tufaulu iishe. Umechoka? Umechoka na umeshindwa kutoroka? Sikia nikwambie. Jambo ni moja peke yake hapa. Tutoroke ama utoe huo ujauzito. Haiwezekani, mimi siko tayari na huo uamuzi wako. Mimi sitaki kufa. Sasa watakaje? Watakaje? Sikia nikwambie. Mimi hakuna uamuzi wowote isipokuwa yenye nimekwambia uchague moja. Aidha utoe ama tutoroke. Tofauti na hilo, unanielewa? Vinginevyo utafute baba wa hicho kiumbe. Kosa langu, nilipozia maneno ya baba yangu. Leo nalia peke yangu, nimebeba maumivu moyoni mwangu. Mjomba, ndio umekuja chukua mapochopocho hiyo? Hata alikuwa nimekuja angalia bidhaa fulani hapa, lakini ukweli nimekosa. Haya, tangia ile siku ndo sasa tuonana. Ulipata lipi kutoka kwa Lile? Kwa kweli mjomba, uliongea mengi sana, ila mwishowe aliniambia kuwa nimpe muda. Muda wa siku ngapi? Na amebakisha mwezi mmoja tu aende college. Hapo ndo hakuniambia, ila nitahakikisha nitakapomwona nitanieleza. Sawa. Acha mimi niende hapa dukani nichukue mboga. Nisalimie huko. Sawa, pia mimi nisalimie. Mwenye duka unatoka.
Niambie rafiki yangu, kuendaje? Maana mimi mchongo wangu wa kupiga debe inaendelea. Vipi, Fiona alikutafuta au vipi? Aha, ni kweli. Kwanza acha nikupongeze kwa kazi nzuri unayoifanya. Shukrani. Maana hata leo jioni mtoto yuaja geto. Si nilikwambia mimi mchongo wangu asibahatishi. Sasa vipi? Mbona hujanitafuta na hata nikupigia simu haushiki? Labda hiyo temu ukinipigia huwa niko na huyo mtoto. Sasa acha mwanzo ni kutumie chochote upate at least soda. Maana siwajua mimi pesa kwangu nilikwambia humalizi. Sasa mimi acha nikuache. Acha nikafanye maandalizi. Siwajua tena jioni haiko mbali. Vitu vya kunyonga tu. Tutakutana bana. Haya bana. Haya, mngeanzaje kutoroka mzazi? Alafu ingekuwaje uende huko alafu akakutoroke? Wafaa nipe njia ya kupambana na haya. Sasa mbona anitisha? Hebu niambie basi nafanyaje? Baada ya hayo yote, kwani Hafidhi anasemaje? Maana naona hauko sawa. Yeye aliniambia nichague moja, kutoroka au tutoe ujauzito. Na mimi sipo tayari kabisa kutoa ujauzito, maana naogopa kufa. Hata ukatoroka, utakuwa bado hamjasuluhisha hilo jambo. Maana kama bado hajakubaliana na ujauzito, basi itakuwaje? Mimi nahisi nimechanganyikiwa yani. Alafu pia sitaki kumwibisha babangu. Yaani sijui pia nifanyeje yani. Nakumbuka baba alivyoniambia, mwanangu kuwa makini. Hafidhi, Niambie na. Najua tumeongea mengi, ila cha kushangaza kila kuona maliza ushauri na maoni usiode mwako, na kwa kweli simjui. Nabii bana. Kwa hiyo nataka kuniambia humjui demu wangu nyonga mkaliaini ambaye anafanya mimi nachanganyikiwa hivi sasa? Kweli nabii? Kwa kweli simfahamu, na kama kutoroka ndo ilikuwa wazo lako, je, huko utakapoenda utaanzia wapi? Nabii, kwanza nilikuwa napanga kutoroka kwa nyanyangu ambako ni mbali sana kiasi cha watu wangemtafuta wangemkosa, maana hata network yenyewe kupatikana ni shida huko Masera. Hafidhi, dunia ni kubwa sana na kukimbia na damu ya mtu ni kama kukimbia na kivuli chako kwenye mwangaza. Wafikiria wazazi wake watashindwa kumtafuta au serikali je? Sasa najiepushaje hapo? Maana mambo yamekuwa magumu, au nitoe? Maana mimi mwenyewe hivi unavyoniona, hata dawa ya mswaki yenyewe nafanya kuomba kwa jirani. Tena jirani naye anipea chumvi. Alafu eti niende nichukue mtoto wa mtu nimlete eti nimeoa. Tamlisha nini mimi nabii? Kutoa ni rahisi sana, ila ni hatari sana. Pia sheria hairuhusu, tena ni dhambi. Sikushauri. By jioni nitajua cha kufanya, maana huu mwaka naona mgumu sana, na mzee Juma asiponilaumu basi naona tani. Nilikupenda kwa moyo wote, lakini mwisho wake ukawa maumivu. Hello.
Itabidi basi umuulize huyo daktari kama yataka pesa ngapi, maana mimi niko tayari kwa lolote. Ungejua vile mimi au maboizi wangu wengine naogopa hata kuambia, maana mimi mwenyewe hata sijui huu ujauzito ni wa nani. Sawa, fanya hivyo basi, unijibu jioni. Wakaniahidi ndoa na furaha, nikawaamini kwa moyo wangu wote. Miezi zilipopita nikapata ujauzito, nikadhani moja angesimama nami. Nilipowatafuta wote wakanikata, kila mmoja kasema sio mimi.